Mwanangu mzuri, ni kweli unampenda, ni kweli unamthamini sana, lakini upendo wako usivuke mipaka wa kumwambia huyo mwenza wako mapungufu yaliyopo katika familia yako au katika ukoo wenu. Usimwambie shangazi yangu, nina shangazi zangu 3 wote ni waathirika wa VVU. Nina bibi yangu mmoja kizamama ni mchawi sana. Nina bibi yangu sijui wa fulani yani ni mwanga, ana mdomo, ana maneno. Leo mnaishi kwa upendo na furaha na tabasamu na unaona kwamba hamtakuja kukwazana wala kukosana. Ngoja nikwambie, katika mahusiano, katika ndoa, kukwazana kupo, kutofautiana kupo kwa namna yoyote. Mwanangu mzuri, siku hiyo mtakapogombana ndio siku hiyo atakapoanza kukulinganisha makosa yako na mapungufu yako ya ukoo. Nyewe kwenu ni wauni sana, ndio maana shangazi zako wote 3 wana VVU. Muone ulivyo, una roho mbaya, ndio maana bibi zako wachawi. Yaani kile ambacho ulimwambia kwa upendo, yani pengine ulimwambia kama kuonyesha upendo sana, labda akushauri, akupe msaada wa ushauri. Leo hii inageuka kuwa fimbo ya kukuchapa wewe. Jitahidi sana kuweka siri ya mapungufu ya ukoo wako, ya familia yako, kule ulikotoka. Weka siri. Sio kwamba kumwambia mtu wako mapungufu ndio kwamba unampenda sana, unajidhalilisha. Lakini pia unampatia cha kusema ile siku ambapo mtapishana kauli. Na kwenye mahusiano kupishana kauli kupo, my dear, mwanangu mzuri. Kupo. Chunga sana kinywa chako kinaongea nini kuhusu ukoo wako, kuhusu familia yako. Unazaa mtoto hapo haelewi mbumbumbu darasani, baba mtu sema akili za kwenu hizo. Wewe ushanipiga story. Si unaona kabisa mtoto anafanana na wa kwenu. Unashusha thamani na heshima ya familia yako, ya ukoo wako. Shalom aleikum. Nawapenda sana. Mungu awabariki.